niwaombe wananchi wenzangu, tukitaka tustake, jamii yetu inaangamia, hususan vijana inaangamia, na ni masikitiko makubwa. Mtu atoke huko anakotoka mbali ya Makangale anakuja hapa etu ya kutoa taaluma juu ya athari za kulevya, tuseme hatujui. Eti jamani, kwa sisi Waswahili tunahisi kama haya ni matusi. Mtu kutoka huko kuja kutuambia kwamba bangi, heroin, mairungi, sijui madawa gani, mapombe, yote hayafai, lakini kwa sababu wao wanaitikia ile ada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balighuni walau bi aya. Mwenyezi Mungu na wao wabariki, inshallah waendelee. Lakini mimi ninasimama hapa, kuna siku tumekuja kwenye operation zetu, iliniuma sana ile siku, iliniuma sana. Tumekuja hapo Makangale, nyuma ya hapo panapouzwa mihogo, kwenye gate tumekuta bangi imefungwa kama vivungi vile vya majani ya chai ya zamani, vimetandikwa, watu wanaingia pale, lakini bahati mbaya wanaonunua ni ndugu zetu, ni watoto wetu. Iliniuma sana, nikajiuliza tumeshafikia stage hii, bangi kama majani ya chai ya zamani. Kwa kweli tusikitisha. Tunatoka Micheweni huko tunakuja kuambia watu wa Makangale mnaumia, wakati wote wanafahamu kwamba hichi kinachofanyika ni kitu kibaya, lakini kwa sababu ni mtoto wa nani, tunaogopa kuyakemea, kuyazuia kwa nguvu zote. Basi ukisha mwana kulia utalia wewe. Tumeambiwa pombe, madawa kulevya ya aina yote ndio mama wa nini, wa maaswi. Ndio miongozo ya dini inapotuambia hawa vijana wakishavuta hao mabangi au madawa yao, chochote wao wanahisi wao kufanya ni sahihi. Hapo ndio watoto wanabakwa, wanadhalilishwa, vitendo vya wizi vinashamiri. Sasa tunaogopa kuwafichua. Juzi moja tulifanya operation mimi na kamanda wangu Msuka ya kushtukiza tu kule, tukawakamata tuliowakamata, na nadhani kashafunguliwa mashtaka yule mzee. Lakini aliyetupa ile taarifa tukamtaka tushirikiane, akatuambia mimi wajibu wangu ni kuwapa taarifa, siwezi nikienda huko akinijua watanihujumu. Tukamwambia, tukamuuliza, kuhujumiwa ni wananchi na kujua ni Mungu, bora vipi? Mwenyezi Mungu hana wakili, hana mwanasheria, hana mtu yoyote wa kupambana naye kukutetea wewe. Atakaye kutetea ni amali zako tu. Kweli si kweli wazazi? Lakini tukasema basi ametusaidia angalau kutupa hii taarifa. Alhamdulillah tulifanya kazi na tukafanikiwa. Mzee hapungui miaka 70 bado anajihusisha na madawa kulevya. Ni muuzaji mkubwa, ameshatoa matawi ya kuuza bangi. Tulimkamata, mimi sikusita wala sikuogopa kwamba kuna hujuma na chelea hujuma ya Allah kulikuwa ni hujuma ya nini, ya wanadamu. Wala sifanyi hivyo kwa sababu eti najionya, hapana. Natakiwa niipambanie jamii yangu. Mimi naishi Konde, lakini hata ingekuwa naishi Kigoma, wa Tanzania ni jamii yangu. Kweli si kweli jamani? Ni waombe jamani, wanaoangamia ni watoto wetu, wanaouza zile dawa za kulevya ni watoto wetu, walio na majina ya maswahaba, wanaonunua ni watoto wetu, walio na majina ya mitume na maswahaba. Tunaenda wapi wazazi? Nifika pala najiuliza, tumekosea wapi? Wazazi tumeshindwa kuwalea watoto wetu, ama hawa watoto hawaleleki? Tujiulize. Eti wazazi jamani, tumeshindwa kuwalea watoto wetu, ama watoto wao wameshindikana kulelewa? Lakini mimi majibu ninayopata ni sisi wazazi, kwa sababu tumeambiwa kwenye maandiko, jiepusheni mali, watoto na nini, mke. Ni fitna kwetu sisi, lakini pia ni baraka tukizitumia vizuri. Lakini tunaogopa kwamba mimi mtoto wangu nikimkemea atafanya maamuzi. Mwache afanye maamuzi, lakini wewe umeshajitoa kwenye janga, mwache afanye. Kama ni kujiua, maana kuna watoto wengine wapumbavu, unawaelekeza wanafanya maamuzi ya kijinga. Mwache afanye maamuzi yake, lakini wewe ushachukua juhudi. Majirani zetu tumeona wanafanya hizo balaa, lakini unaogopa kwamba mimi nitasemwa. Ogopa kusemwa ni Allah kuliko ni kusemwa ni mwanadamu. Mwanadamu atasema yataisha, kwa Allah hayaishi. Watoto na wazee, tuacheni tamaa. Hizi tamaa hazitatufikisha popote pale, bali mwisho wa siku zitatupelekea madhara, tukaweza kuachana na wale wapenzi wetu ambao tunawapenda na kuelekea sehemu ambayo hatukutarajia. Lakini vile vile mimi niwaambie wananchi wa Makangale, Makangale kuna bandari bubu ambazo tunazitumia. Tuzitumieni bandari hizi kwa maendeleo yetu na kuweza kutupatia maslahi.
tusizitumie bandari hizi kwa mambo ambayo yanaweza kutusababishia madhara. Iwapo sisi tutaziruhusu bandari bubu zikaweza kutuletea aina tofauti tofauti ya dawa za kulevya, basi tuweze kutambua kwamba madhara yale yatakaotuzuru kwanza ni sisi ambao ni wakaazi wa Makangale, baadaye madhara yale yataweza kuendelea sehemu nyingine tofauti tofauti. Kwa hiyo tuweni makini sana wananchi wa Makangale, hizi bandari bubu tuzitumieni kwa ajili ya maendeleo na tusizitumie kwa ajili ya kuweza kusababisha madhara. Nadhani tumeelewana wananchi wa Makangale. Lakini vile vile nataka niwaambie kwamba tuwafichueni hawa wahalifu. Mhalifu anapofanya matumizi haya dawa za kulevya, za kuuza, kusafirisha na mambo mengine, kama wewe upo katika nyumba yako, unamuona, unamshuhudia, unamjua, baadaye unamficha, je, huoni kama leo na kesho yule mtoto wako anatoka nje ataweza kudhurika? Hebu tukaeni tufikirieni kwamba leo tunamficha huyu kwa sababu ni mtoto wa jirani yangu, ni shemigi yangu, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako anakuwa, akitoka nje, una uhakika gani kama yule ambaye ulimficha ama uliweza kumhifadhi hatoenda kumdhuru? Kwa hiyo mimi niwaombe sana sana kwamba tuwafichueni hawa wahalifu. Na vile vile sasa hivi katika miji yetu kuna wageni, kama tunavyoona tuna hizi bandari bubu, kuna waingiaji na watokaji. Wageni ni wengi ambao wanaingia katika miji yetu. Kuna wageni wanakuja kwa dhamira nzuri kwa ajili ya kuleta maendeleo, lakini vile vile kuna wageni ambao wanakuja kwa ajili ya uchafuzi. Kama mtu anakuja umemuona tabia zake sio nzuri, hawa masheha wapo. Masheha tumewekewa kwa ajili yetu. Kuna jeshi la polisi lipo karibu tu, nadhani wapo, hawa ni wenzetu wanaoweza kutusaidia. Twendeni tukatoe taarifa kwa jeshi la polisi, ripotini kwa sheha, kuna kadha wa kadha katika mji wetu, kuna wageni wameingia katika mji wetu, lakini wageni hawa sio wazuri, wageni hawa wamekuja na tabia fulani fulani. Kwa hiyo tujitahidini sana kuweza kuripoti matukio ya kihalifu, matukio yanayotutia mashaka. Tusisubiri mpaka tushaharibikiwa ndio tunakuja kuanza kulia.